kuhusiana na swala la masoko ndani na nje ya nchi. Vijana wengi waliopata mikopo hii wamekuwa wakipatiwa tenda na serikali kupitia halmashauri zao kupitia mfumo wa NeST. Mfano, vijana kwenye halmashauri ya wilaya ya Misenyi kule ambao wana kiwanda cha chaki, wao wana sambaza chaki karibia nchi nzima, lakini wako ambao wanasambaza madawati, wapo wanaosambaza matofali na kadhalika. Tunaendelea kukusanya maoni na kuhakikisha kwamba masoko kwa vijana ambao wanapatiwa fedha hizi zilizotolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hayawi tatizo, hayawi kikwazo, kuhakikisha kwamba lengo la Mheshimiwa Rais linafikiwa. Lakini kwenye masoko ya kimataifa, serikali iko katika hatua za mwisho za kutengeneza mfumo Youth Empowerment System ama YES, ambayo yenyewe itakuwa inaunganisha wizara zote za kisekta na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yatakuwa yana fursa zinazowahusu vijana. Mfumo huu utakapokamilika utawaunganisha vijana wote ambao watakuwa wamejisajili na fursa zote zitakazokuwa zinapatikana kupitia serikalini ama mashirika yasiyo ya kiserikali zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo huu, iwe ni fursa za masoko ya kimataifa ama ya kitaifa hali kadhalika. Swali lake la pili lilikuwa tathmini kuhusu kama zinafika wilayani na mikoani. Tathmini serikali kupitia ofisi ya Rais maendeleo ya vijana zimekuwa ni zoezi linaloendelea, na kama ambavyo Mheshimiwa mbunge atakuwa ameona na waheshimiwa wabunge wote, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba uboreshaji wa swala la utoaji wa mikopo kwa vijana unafanyika kila wakati. Mathalan, kutokana na tathmini ambazo zimekuwa zikifanyika wilayani na mikoani, unaona sasa riba ya mikopo hii imepungua mpaka 5%, kile kipindi cha neema kutoka miezi 3 mpaka 6, lakini kwenye miradi maalum ya kimkakati kwa mfano ya uvuvi, ufugaji na uvuvi kinakwenda mpaka 8%. Kiasi cha fedha ambacho kinatolewa Mheshimiwa Rais alikiongeza mpaka kufikia bilioni 200, lakini wanufaika sasa hivi wamekuwa mpaka mtu mmoja mmoja badala ya kutilia mkazo kwenye vikundi kama ilivyokuwa awali, na maboresho mengi mengine yamefanyika. Hii inaonyesha kwamba serikali inaendelea kufanya tathmini kwenye ngazi za chini kabisa kwenye wanufaika ili kuhakikisha kwamba mikopo hii inakwenda kuleta tija. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Matiko na Mheshimiwa Dr. Regina Malima, maswali mafupi ya nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye shilingi bilioni 200 za Dr. Samia Suluhu Hassan kwa siku 100, serikali ilitoa tangazo la vijana kuweza kuomba mikopo na ikaweka ukomo wa umri wa miaka 18 mpaka 35. Lakini ukizingatia Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kwamba vijana kati ya umri wa miaka 35 mpaka 40 ni takriban milioni 4, na kundi hili ni kundi muhimu sana kwenye ambalo limejiajiri kwenye sekta isiyo rasmi na ujasiriamali mdogo mdogo. Sasa nikataka kujua serikali ilifanya tathmini gani ya kiuchumi na kijamii ambayo ilipelekea kuweka huu ukomo baada ya kutanua ukomo mpaka umri wa miaka 40, ambao hata taasisi mbalimbali ikiwepo IPU kwetu Chama cha Mapinduzi kimeongeza umri mpaka miaka 40 ili wanufaika waweze kupata wigo mkubwa kuongeza ajira na tija kwa Tanzania. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali zuri la Mheshimiwa Esther Matiko. Ni ukweli kwamba serikali imepokea maoni mengi kuhusiana na ukomo wa umri ambao unastahili kunufaika na mikopo hii ya vijana, na tunaendelea kulifanyia kazi jambo hili. Maoni yamekuwa mengi na inaonekana kundi la miaka 35 mpaka 40 linapaswa kuhusishwa kwenye mikopo hii na tunafanyia kazi jambo hili. Mheshimiwa Regina Malima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa vijana wengi wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu huwa na mawazo bunifu, lakini mara zote hukosa mitaji. Je, serikali iko tayari kutengeneza mfumo wa kuwasaidia vijana hawa wenye mawazo bunifu kuwapatia mitaji ili waweze kujiajiri? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama ambavyo nilisema wakati najibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Lucy Mwakembe, serikali iko katika hatua za mwisho za kukamilisha a one stop center, mfumo unaoitwa Youth Empowerment System.
ambao pamoja na mambo mengine itakuwa ni hii ya kuhakikisha kwamba vijana ambao wana mawazo mazuri ya ubunifu wanapatiwa mitaji na kuweza kuyafanya mawazo hayo kwa vitendo na kuhakikisha kwamba serikali inawaletea tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza serikali yake ifanye.